Ehe, Noeli. Naam. Marejesho jana yako wapi? Samahani mwalimu, kuna changamoto ilitokea kidogo. Changamoto gani tena? Kuna mtu alikuwa hajamalizia kulipa jana. Nakupa masaa 24, wewe umeniletea hela nyumbani kwangu. Sawa. Karibu Dona. Marahaba, karibu kazi. Mimi hata sikai. Niambie mdogo wangu. Nimekuja hapa mwalimu. Naomba unisikilize kwa makini. Nakusikiliza mdogo wangu. Yaani michezo tunayocheza kwa sasa hivi sielewi. Wewe kuna nini tena? Kwa sababu gani? Mwenyekiti amempa jina langu Esther, hela yangu hajanipa. Yaani hela yako wewe muda wa kuchukua hela umefika amempa mtu mwingine? Ambao ni Esther. Yaani kwa lipi labda? Mwalimu, mwenyekiti alinitongoza nikamkataa. Kwa hiyo kaamua kufanya hivyo kumpa ile hela yangu ambayo nitakiwa nipokee mimi. Kampa Esther. Anampa Esther kwenye jina lako wewe? Ndiyo, amempa Esther. Inaingiliana vipi hicho? Mwenyekiti alinitongoza nikamkataa. Kwa hiyo kaamua kufanya hivyo kumpa ile hela yangu ambayo nitakiwa nipokee mimi. Kampa Esther. Noeli huyu au mtu mwingine unamwongelea wewe? Ndio huyu Noeli. Noeli ameanza ujinga toka lini? Kazi na mapenzi wapi na wapi? Itakiwa kupe lini? Ile juzi. Ndio hajakupa kampa nani? Amempa Esther. Huyu kijana mbona kama yupo serious? Ndiyo, kwa style hiyo mimi nitaacha mcheze wenyewe maana sielewi. Usijali. Ile hela ni haki yako na natakiwa uipate. Ndiyo. Nitalifanyia kazi nitaipata hiyo hela yako. Sawa. Tulia mdogo wangu, tulia. Mimi Noeli nitaongea naye. Na kama umefanya hivyo hiyo hela yako inabidi uipate. Sababu ni haki yako. Hawezi kumpa mtu mwingine kwa sababu ya mahusiano yake yeye. Hiyo hela utaipata, nitalifanyia kazi. Ndiyo, ni haki yangu naitaka hiyo. Nitalifanyia kazi, usijali. Sawa, mimi usijali. Ila sijapenda. Usijali. Usijali. Yaani nafanya sasa hivi. Wewe nipigie simu hapo. Hela dola iko wapi? Unaleta mapenzi kwenye kazi? Dola mbona nimemalizana naye? Kweli? Dola mimi kanifuata kaniambia kwamba wewe hujampa hela mchezo. Nimempa. Sio kweli. Anakudanganya. Mbona unakuwa muongo? Mbona unaharibu kazi wewe? Mbona mimi nilikuamini? Na kuomba uongee ukweli. Hela dola umempa nani? Dola. Nimempa Esther. Mbona umeanza uongo wewe kijana kati mimi nilikuamini? Hii ndio mikakati ambayo tuliwekeana. Hamna. Haya. Utajua utafanya nini lakini ile hela dola niambie kwamba mwalimu nimepata hela. Ndio tutaelewana na wewe. Sawa. Shikamoo mwenyekiti. Baba mzima. Mimi si jambo. Kwema utokako? Kwema kidogo. Ndio, karibu. Asante. Ndio. Mwenyekiti, mimi nina shida. Ndio. Nilikuwa nachezesha kikoba. Na kuna pesa zangu nilikuwa nimewekeza pale. Kuna kijana nilikuwa nimemwamini. Alikuwa anawakopesha watu zile pesa, lakini pia walikuwa ndo wanamrejeshea. Walikuwa kimrejeshea anakuja ananipa mimi zile pesa. Lakini safari hii amekimbia na pesa zangu. Nimeenda nyumbani kwake, wameniambia amehama. Nikimpigia simu hapatikani. Taarifa kwa watu naambiwa kwamba yupo hotelini, sijui anazunguka kila hoteli na anaenda sehemu mbalimbali kwenye starehe. Niko naomba msaada wako nisaidie. Wewe unatoka balozi gani? Magaveta. Balozi wako ni nani? Sampeta. Balozi ana taarifa zako kwamba wewe ni mwananchi wake? Ndio, ninapofika nilipeleka barua lakini kwenye hili swala la vikoba hapana. Sasa nachoomba uondoke, uende ukamwita huyo balozi wako ndio mje naye. Sindaweza kusikiliza. Naomba nisaidie mwenyekiti. Hakuna, sindaweza kusikiliza, naomba uondoke. Nakuomba niko chini ya miguu yako, nimewekeza pesa nyingi mwenzio. Naomba uondoke. Nenda.
Baba, ujambo? Sijambo. Ndio. Bwana nimekuona hapa. Ndio. Nilikuwa kuja nyumbani kwako, nisaidie lile swala. Binti, mbona nilikwambia uende kwa barozi? Afu saizi kwanza mimi time yangu muda umeenda. Nimetoka zangu nyumbani naenda kwenye kikao. Lakini nahitaji msaada wako mwenyekiti. Msaada gani unaotoka kutoka kwangu tena? Hadi nikwambia uende kwa barozi wako. Kwa nahitaji unipatie hata sungusungu nikamkamata yule kijana. Nisaidie. Nikamkamata yule kijana. Mwenyekiti, niko tayari kukupa kiasi chochote kile cha pesa unachokihitaji. Kiasi chochote. Unalialia kama Zuchu kwa kiume wewe. Muone Zuchu wewe. Wewe mzee jamani nakufanya. Wewe tukuburudishe. Wewe mzee jamani. Chagua unaanza na nani? Wewe hapo. Wewe hapo. Na mimi? Ndio. Mzee jamani. Na wewe. Ndio. Nikajua mwanaume. Kumbe Zuchu tu. Ujanja unaendelea kama demu. Mzee jamani. Vipi? Mtu wangu umeshampata? Ndio bosi. Mtu wako amekamatwa. Na sio kukamatwa tu. Amechezea kipigo ambacho hakina maelezo. Yaani wale mabinti kiukweli wamenifurahisha sana kwa ile jambo ambalo alifanyia huyo mtu. Wamempiga ametepeta tepe tepe. Sidhani kama atakuja inuke. Na sidhani kama ataweza kupiga hatua moja kutoka pale kwenda sehemu nyingine. Bosi, mimi ndo msodoki mwenyewe. Yaani ni kigogo. Amepigwa tena. Anasemaje kuhusu pesa zangu? Kipigo alichompa wale mabinti ameshindwa kutaja kuwa pesa ziko wapi. In short, pesa hana. Huweni. Hilo limeisha. Bosi, yule kijana tumeshamkamata. Yupo mkononi mwetu. Ila ametusumbua kweli kweli. Sema kweli bosi, ni tumepiga, tumempa kipigo kila yaani ingekuwa ni mtu mwingine, yaani kwa vile tulivyompiga angesema tu kweli watu wameweka hizo pesa. Lakini cha kushangaza yani amepokea tu maumivu, hajatuambia pesa ameweka wapi. Safi sana vijana wangu. Kama ninyi mmemkamata yule kijana kumweka nguvuni na mmempiga jinsi inavyotakiwa na pesa hajasema ziko wenu, ni vizuri. Na so muda mrefu nimetoka kwa kiongozi wetu mkuu, nimemwelekeza situation juu, nimemwelekeza mambo yote yanayoendelea kuhusu kijana. Niambia kuwa kama haelewi pesa amepeleka wapi, basi adhabu yake ni kifo. Tumwangamize tu, hana faida yoyote sasa. Kwa sababu kama ni kupiga tumempiga vya kutosha, kwa afe tu tukamzike. Hata hivyo kiongozi wangu kasema hivyo kwa tumwangamize tu, kilichobaki kwake ni kifo tu. Sasa tuongozane kwa kijana mliko nafasi.
mchumba tu wewe. Wewe ndo ambaye umeshindwa kusema kweli, pesa umepeleka wapi? Kipigo kile umepewa na mabinti hao wawili. Sasa nimekuja mimi mwenyewe. Nitakukanga jinsi ninavyotakiwa.